Sisi wote tunajua kwamba uchimbaji ni gharama. Tuna watu ambao wana leseni za kati, leseni ndogo na kubwa, wanazo tu, lakini hawajui wafanye nini. Kwa hiyo tunapofanya maonyesho, tunaalika watu ambao wana vifaa waje muvione, muone namna ya kuvitumia. Kama una uwezo kidogo wa kuanza kidogo kuanza kuchimba. Lakini pia tunatoa nafasi kwa wale watu ambao wanatamani kuwekeza lakini hawajui wawekeze wapi na wana fedha. Waje kwenye maeneo yenu, waone nini kipo kwenye maeneo yenu, muweze kuwekeza kwa pamoja. Nina uhakika kwa taarifa ambayo nimepewa hapa itasomwa, wapo watu walinufaika mwaka jana sana, kwa sababu yale maonyesho ya mwaka juzi, siku ya kufungua tulikuwa na nchi takriban 9 ambazo zilishiriki ukiacha nchi yetu. Lakini siku ya kufunga tulikuwa na nchi kama 10 ambazo zilishiriki kwenye maonyesho yetu. Na sababu kubwa ni kwamba tulipata nafasi ya kutangaza yale maonyesho sana, kitu ambacho tunataka mwaka huu tufanye pia. Lakini mwaka huu tunatamani tufanye kitu tofauti, tuongeze kionjo, tufanye mnada. Na huo mnada tuutangaze kwa nguvu zetu zote. Tutakubaliana hapa ni madini gani tunatamani yaingie kwenye mnada huo. Tuna dhahabu, tuna nickel, tuna graphite, tuna vito. Na kule Nachingwea tuna vito vyetu vingi vinakwenda Tunduru. Mheshimiwa DC nadhani atakuwepo. Mtusaidie kushawishi wale vijana wenye vito. Siku hiyo kama tutakubaliana na vito viingie, basi tuviweke kwenye mnada hapa, ili wanunuzi wa vito nao wajue kwamba humu kwenye mkoa huu kuna vito. Watoto wetu, vijana wetu wanaokusanya huko, wasiwe wanasafiri na risks nyingi kwenda kuuza huko, wakati wanaweza wakauza ndani ya mkoa wetu. Tunatarajia kwamba maonyesho yetu yafanyike tarehe 11 mpaka tarehe 14 mwezi wa 6. Yatakuwa na vitu vingi. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu kwamba tarehe hizo zisiwe za mvua, ili jambo letu liweze kwenda kuwa kubwa, liweze kwenda kuwa la manufaa kwenu.